Mmeaibisha Kilifi. Mmeaibisha Kilifi. Na kama hii ndo sanaa, basi Kilifi hakuna sanaa. Na kama ulikuwa unafuatilia mziki fresh, bila shaka ili usiposema nipige bana, maisha bana, maisha mafupi sana. Ndio hapo na kwa sasa unajua nafaa uenzi mtu kabla mtu hajaenda ndio hivyo sasa. Lakini binadamu sahi, mimi sahi nikwambie tu kaka hivi mimi nasikia vibaya, utaanza kusema we kama zimefika acha kupiga kelele. By the way, maisha unajua ni mafupi sana. Ndio maana mimi nikakumbuka jana alikuwa tunazungumza, napiga story na mshikaji wangu. Akanambia bana, maisha bana, sisi tunapambania vitu ambavyo hatujui kwamba tutavitumia ama itakuwaje. Yaani muda wote, wakati wote umeme unakata bana. Ndio maana mimi nilisema hapo kwa masters tuna draw the line bana. Unasomea master kidogo hapa masters inaenda kuisha. Mwenyezi Mungu anasema nimekupenda zaidi. Mbona hukunipenda bado niko primary school? Bana, maisha ni mafupi bana. Ukipata nafasi ya kumwambia mwenzako bana ya kwamba unampenda, mwambie. Ukipata nafasi ya kuomba msamaha, mwambie. Kwa sababu gani unajua? Wewe huwezi jua bana. Muda wakati wote bana. Kwanza tukifika hapo kuomba msamaha, by the way. Unajua msamaha neno dogo lakini linaweza kuleta impact. Lakini binadamu sasa wanaoishi saa hii wanasema mwanaume siku zote haizomba msamaha. Sasa hapo ndo kuna shida. Hapo ndo kuna kipengele. Inapofika kwenye time ya kusema kwamba mwanaume hafai kuomba msamaha, yani ni kwamba umechora line kwamba mwanaume si binadamu. Si binadamu. Kwa sababu unajua sisi tunajua kwamba binadamu yuko kamili, na kama yuko kamili lazima kuna namna fulani atateleza. Ndio maana tunaambiwa hatuko kamili. Ndio maana tunaambiwa tuombe msamaha. Kwa hivyo ukipata nafasi ya kumwambia mtu unampenda, mwambie, kwa sababu ni wakati wake. Ikifika time ya kupamba unajisikia upeane maua kwa mtu, peana maua bana. Tuache hizo story ya kwamba mtu ashaenda bana ndo tunaanza kusema bwana alikuwa mwenetu, kwa sababu nilikuwa naangalia baadhi ya zile issues ambazo wasanii wanapost, wengine wanapost kwamba walikuwa wanaongea, alafu wengine walikuwa na mipango ya kurekodi ngoma, wengine walikuwa ni washikaji, lakini unakuta kwamba ni mtu ambaye bana amekuwa na maisha magumu katikati hao watu hawakuonekana. Sasa hiyo ndio inashangaa, mbona hiyo time bana watu hawafikiwa mahali wakazungumza. Nasubiri ukishaenda ndo bana ndo nazungumza kabisa. Bana sisi acha nikwambie, by the way, weekend ilikuwa nzuri kimpango hivyo. Na pia leo nimepata nilikuwa naingia kwenye mitandao pale. Nikapata na Lydia anasema pete yake ilichukua 150,000. Pete tu. Lakini cha kushangaza sasa, tukaingia comment section pale, wanamwambia mbona hujalipa madeni? Ana very bana. Wanasema hajalipa madeni. Hajalipa madeni. Sijui kuna apishi, sijui kuna nini. Mwingine pale akasema, unakumbuka Akothee aliolewa alipofika Kenya, harusi ilivyoisha yule mzungu alirudi zake. Akothee alikurudi tena kusema nini? Hatujaji. Tunasema hatujaji. Unajua tukiwapatia kama hivyo. Unajua unapozungumzia bei ya pete, mimi nafikiri kwamba inaweza kawa ni kweli, kwa sababu nafikiri unajua yule aliolewa na mzungu bana. Sawa, hakuna shida. Sisi wanajiongeza bana. Unajua sio kama wale wazungu. Lakini unajua mimi kaka, shida yangu sikusema mtu kama pete imechukua pesa ngapi. Lakini kumbuka kuna siku utakuja ukwame pale, unataka kuomba msaada hata kama uko na mzungu, unajua kuna siku utafika. Alafu unaambia mtu unamwambia nisaidie kitu fulani, anasema sio kuna pete 150. Unajua sasa tuangalie tu hivi. Unajua maisha ukiangalia tu hapa karibu, huwezi fikiria kitu na. Hapo nakwambia unaweza sema kila kitu. Lakini balaa linaanza pale. Hiyo ilikuwa ni page nambari 1 ya stories zetu ambazo tutakuwa tunazizungumzia baadaye, lakini pia vile kuna story ambayo pia tutakuwa tunaizungumzia, ambao nafikiri mwenetu bana presenter Kaya aliweza kuamsha kule bana, kule wenetu 003. Nafikiri Kilifi ni 003 kama sijakosea. Tuelewane, Kilifi ni 00 ngapi? Mwanzo tuelewane. Bana. Kwale si 003. Lakini ndio maana wanakuambia huu gali. Ni kweli uko gali. Tukubaliane, lakini kwamba bana Kilifi bana ni 003. Sasa mbona unachanganya mafaili? 002 wapi? Si ni Kwale. Bana mimi sijapenda. Kwale unajua shida si hivyo. Nyinyi mnaweza sema ile yenu ni 002 kweli, ile ya Kwale. Mimi nimeingia nini Kwale juzi tu hapa weekend. Juzi nakwambia naingia Kwale town baba, ile ni town ama ni nini? Alafu tukuja Kilifi sasa. Mimi nikisema na kuweka Kilifi town hivyo kizunguka mpaka mfike Rojo kule, bado kule ni town ndugu yangu. Lakini ingia Kwale town. Kidogo napita hapo chini ndo town ishaisha. Hamna kitu. Yani
Maduka mawili mnasema ni hapo tunasema tuwapokonya. Hao ni 003. Okay. Sasa bwana, story yetu ambayo tulikuwa tunaizungumzia baadaye ni kuhusiana na presenter Kai. Baada ya kuja kusema bana wasanii wa Kilifi ni kwamba bana kuna namna fulani talent hakuna bana, na force wana force. Nafikiri ni kutokea kwa ngoma ambayo nafikiri ilikuwa na kama siku 3 nafikiri. Ngoma ambayo nafikiri ilikuwa ina wasanii wa Kilifi One, nafikiri ile iko upande wa Kilifi One. So ikawa ni ngoma ambayo inazungumziwa sana, ngoma ambayo imebeba hisia nyingi pale ndani. Lakini nafikiri kutokana na usemi wa presenter Kai kusema kwamba ngoma si kali, wasanii waliingia studio kupoteza time, lakini pia vile vile talent ni kama zimepotea hivi. Wacha nikwambie hapo alikosea. Ukweli wenyewe alikosea. Unapata kuna Mgiriama wenu pale anaitwa Simbazee pale. Unamjua? Mkali sana. Sasa ndo hapo nakwambia. Hiyo si bado ni Kilifi. Mkali sana. Sasa aseme kama kuna kitu pale, labda aseme kuna mahali anashabikia wasanii wengine. Unajua anaweza kuelewa sana, lakini unaambiwa charity begins at home. Sure. Usikuje eti kwenu ukaanza pale kwenu tunakudunisha ili uende kwingine. Sasa tuseme sasa ataenda aseme Kisii wako vizuri. Tutakuwa tunarejea tuzungumze zaidi, itakuwa ni story yetu page 2 ambayo tutakuwa tunaizungumzia kwenye file letu la siku ya leo, lakini kabla tufike mbali ikiwa ni dakika 27 baada ya saa 9 saa za Afrika Mashariki, mpenzi msikilizaji, moja kwa moja kaka Isa nyuma kipaza sauti MIC, moja kwa moja hapa ndani niko na mtoto mzuri mpole mkarimu ambaye amejipanga fresh. Wangejua maneno napatana nayo hayo na pambo watu wale peke yake. Mimi nasalia tu kwa Perisrima, mpenzi msikilizaji. Okay, tutakuwa saidia video kali, audio producer amefanya kazi poa, audio ni kali, wasanii vichwa vyote hivyo. Mmeaibisha Kilifi. Na kama hii ndo sanaa, basi Kilifi hakuna sanaa. Kilifi hakuna talent. Kama talent ni hizi ambazo tumeziona kwenye huu moja. Kama kuja kwenu kwa pamoja mtashindwa kutoa nyimbo nzuri, then si kila mmoja afanye nyimbo yake. Kuna wasanii wazuri tuliwaangalia zamani mkitoa nyimbo nzuri, lakini kwa nini saizi mnakuja pamoja kututolea nyimbo mbovu alafu mnaipatia jina Kilifi One? Mambo gani haya? Kama mtasikia kweli, maana tuliambiwa mwanamuziki zikambirwa D, ingeni YouTube, pull down video, pull down the audio kama mme upload kwenye digital platform, and then tena studio